kwamba shetani amekamata maisha yetu na amekamata fahamu za kwetu. Anaweza akakukamata ufahamu ukaacha kumwomba Mungu, ukakata tamaa na ukaona kama vile Mungu hayupo tena kwenye maisha yako. Akikamata ufahamu, mtu anakata tamaa, anapata shida kwenye changamoto ya kiroho, anakuwa ikabodi. Kwa lugha nyingine, utukufu wa Mungu haupo tena. Zamani alikuwa ni fire, alikuwa ni mwombaji, mara ghafla hawezi kuomba tena. Mara ghafla hawezi kuomba, maana katika ulimwengu wa roho shetani amekamata fahamu wako. Bwana Yesu asifiwe. Ujumbe wa siku ya leo unazungumza kusema kwamba ni nani aliyekamata ufahamu wako? Ni nani aliyekamata ufahamu wako? Wagalatia ile sura ya 3 mstari wa 1 mpaka ule wa 14 tunaendelea. Biblia inasema, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Ninyi ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu ya kuwa amesulubiwa. Nataka kujifunza neno hili moja kwenu. Je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kutokana na imani? Je, mmekuwa wajinga namna hii? Baada ya kuanza katika roho, mnataka kukamilishwa sasa katika mwili. Mmepatikana na mateso makubwa namna hii bure. Ikiwa ni bure kweli, basi yeye awapaye roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kunakotokana na imani? Kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Fahamuni basi ya kuwa wale walio wa imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Na andiko kwa vile lilivyonena tangu zamani kwamba Mungu atawahesabia haki mataifa kwa imani, lilimhubiri Ibrahimu habari njema zamani, kusema katika wewe mataifa yote watabarikiwa. Mstari ule wa 9, basi hao walio wa imani kubarikiwa pamoja na Ibrahimu aliyekuwa mwenye imani. Kwa maana wale wote walio na matendo ya sheria wako chini ya laana, maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu asiyedumu katika yote yaliyoandikwa katika kitabu cha Torati ayafanye. Ni dhahiri ya kwamba hakuna mtu ahesabiwaye haki mbele za Mungu katika sheria, kwa sababu mwenye haki ataishi kwa imani. Na Torati haikuja kwa imani, bali ayatendaye hayo ataishi katika hayo. Kristo alitukomboa katika laana ya Torati, kwa kuwa alifanywa laana kwa ajili yetu. Maana imeandikwa, amelaaniwa kila mtu aangikwaye juu ya mti. Mstari wa 8, ili kwamba baraka ya Ibrahimu iwafikirie mataifa katika Yesu Kristo, tupate kupokea ahadi ya Roho kwa njia ya imani. Neno hili wana Mungu ambalo tunatafakari Jumapili ya leo linaeleza namna ambavyo ufahamu wa mwanadamu unaweza ukakamatwa na madhabahu ya kuzimu ya shetani. Na tunaangalia hapo mwanzo tuliposoma kitabu cha Wagalatia ile sura ya 3 mstari wa 1, anasema Mtume Paulo anawaambia, enyi Wagalatia msio na akili. Anawaambia hawana nini? Akili. Kwa hiyo ukiambia una akili ni kama tusi, umedharauliwa sana. Kwa Mtume Paulo alipofika, anaeleza habari za wokovu, anaeleza habari za Yesu, anaeleza baraka ya Yesu, lakini bado aliendelea kutokusikia, wana shingo ngumu. Anasema ni nani aliyewaloga? Kwamba walikuwa wasikii. Paka anasema enyi Wagalatia msiokuwa na akili. Ni nani aliyewaloga? Nimeleta neno hamsikii. Yesu ameponya hamsikii. Amefungua wengi hamsikii. Tumeombea watu wamepona hamuelewi. Jamani, ni nani? Yani alifika ni kama vile mtumishi unaombea watu hawakuelewi, na bado wanarudi kwenye dhambi, baada ya kuamini kwamba Yesu anaponya. Mtume Paulo anasema kwamba ni nani aliyewaloga, ambao Yesu Kristo aliwekwa wazi mbele ya macho yenu kuwa amesulubiwa. Hamtaki kusikia neno la Bwana. Mtume Paulo analiambia kanisa wakati ule, enyi
alisulubiwa kwa ajili yetu sisi. Mbona hamwelewi? Mtume Paulo analieleza kanisa la leo, hata anatueleza mimi na wewe siku ya leo. Yawezekana kama haulizingatii neno la Mungu, kwa upande mwingine akili ya kiroho haipo. Kuna akili ya kimwili na akili ya kiroho. Akili ya kiroho kwamba hili ninaloliendea ni dhambi. Akili ya kiroho inakwambia no, usifanye hii dhambi kwa sababu Roho Mtakatifu yuko ndani yako. Akili ya kimwili inakwambia hamna shida, si utatubu tu. Kwani kuna shida gani? Kwani unaona? Kwani mtu anakuona ukiiba? Ukienda huko mtu atakuona, si utakuwa umejificha. Mwanadamu anaweza kujificha, lakini Mungu aliye sirini anaona yote. Watu wanaweza akakuletea changamoto, wakakuloga, wakajua hawaonekani, lakini Mungu aliye sirini anajua wanayekutesa, anajua viwango vya maadui wako wanayekutesa. Mungu anawaona. Ndio maana anasema wachawi na nguvu za giza hawana akili kabisa. Mchawi anaenda kuloga akijua kabisa Mungu ndiye aliyemuumba, na uchawi anaofanya ni sehemu ya Mungu, lakini Mungu aliuweka pembeni kwamba ni uasi. Anaenda kuloga, anafanya mabaya kwa mtu, mtu anafanya mabaya kwa wengine, anatamani wengine wafe, lakini yeye anatamani endelee kuishi. Ukimuuliza mtu aliyeua leo, kamwambia hivi, kwa sababu umeua na wewe tunakuua, sio uko tayari kufa? Atasema siko tayari. Kwa nini ulimuua mwenzako? Kama kifo kinauma, kwa nini ulimuua? Kwa sababu akili yake ya kimwili nasema ua, kana kwamba yeye hatakaa afe. Wapendwa wana wa Mungu, neno la Mungu nasema kwamba nataka kujifunza neno hili. Kwa kuwa je, mlipokea roho kwa matendo ya sheria au kusikia kutokana na imani? Leo watu wanatembea sana kwenye sheria, lakini watembee kwenye sheria ya Roho Mtakatifu. Kanisa lolote ambalo linaongozwa na Holy Spirit, linaongozwa na nguvu ya Roho Mtakatifu, sheria yake ni Roho Mtakatifu ndiye anayetenda, na ni sheria ya Mungu, sio sheria ya mwanadamu. Ndio maana leo tunaweza tukasema Mungu akaniambia sasa hivi kuna shida 1 2 3, tukaanza hata mahubiri, tukaongozwa na sheria ya Roho Mtakatifu, tukapiga lile roho, tukasonga mbele. Lakini sheria itakwambia lazima malize. Tukianza tutaenda kwanza, tutatoa matangazo yatasomwa, tutamaliza tutafanya 2 3, na wakati mwingine litujia siposomwa vizuri, wazee wa kanisa wanasimama, mchungaji anashtakiwa kwa wakubwa, anaambiwa anaharibu mambo yetu, anaharibu utaratibu wetu. Unaona makanisa mengine watu wakiitwa mbele, mchungaji anapata shida, anashtakiwa. Najua, naelewa. Anashtakiwa. Siku hizi kuna praise team, hatuimbi nyimbo za vitabuni, tunaimba sana, hatuimbi. Mzee anashtakiwa, kanisa, mchungaji anashtakiwa. Unakuta sasa anarudi kwa sababu wanafuata matendo ya sheria. Sheria sio mbaya kuifuata kwa sababu utaratibu uliowekwa, lakini kuna wakati mwingine kuna sheria ya Roho Mtakatifu ambaye inaingilia sheria ya mwili na kuharibu sheria ya mwili na kuingiza sheria ya Mungu kwa muda. Sababu sheria siku zote ipo, inatugari, inatulinda, inatuongoza sawa sawa. Pasipokuwa na sheria mahali popote hakuna haki, hakuna nini, hakuna ustawi wa kijamii na kwa taifa. Sheria imetengenezwa ipo, lakini sheria ya kiroho huwa inaingilia immediacy ya sheria ya kimwili ili watu wafunguliwe kwa wakati huo kwa kusudi, afu baadaye inaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Kwa anasema Roho Mtakatifu anasema hamkusikia kutokana na roho au kwa sababu kutokana na imani. Mmekuwa wajinga namna hii, baada ya kuanza katika roho mnataka kukamilishwa sasa katika mwili. Watu wengi hawako tayari kuanza katika roho, huwa wanaanza katika mwili. Jambo lolote analolianza anaanza katika mwili, haanzi katika roho. Sikia nikwambie, ukishamjua Yesu Kristo, Roho Mtakatifu ndio inchaji wako, ndio menyu yako, anakuongoza kufanya hili na kuacha lile na kufanya hili. Kwa Roho Mtakatifu akiwa ndani yako atakwambia safari hii usiende.
hii kazi usifanye, hii kazi fanya, hili jambo usilifanye, hili usilifanye, hili fanya, kwa sababu wanaoongozwa na Roho Mtakatifu ni wana wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwa sababu Roho Mtakatifu anapokuwa ndani ya mwili au katika nafsi ya mtu, huwa anafanya vitu vilivyo sahihi. Jambo la kwanza, mtu yote mwenye nguvu ya Roho Mtakatifu ni mcha Mungu. Anayekuwa na Roho Mtakatifu ndani yake, mcha Mungu. Jambo la pili, hutoa sadaka ya fungu la 10. Hali cha Mungu hata siku moja, hali hela ya Mungu hata siku moja. Aliye na Roho Mtakatifu fungu la 10 huwa anamtolea Mungu, haachi. Asiyekuwa na Roho Mtakatifu huwa anaangalia chakula kitaisha. Nikitoa hii hela nimepata 100,000, natakiwa 10,000 tabaki 90. Hii natakiwa nipeleke. Na siku hizi michezo ndio nini, mnacheza nini? Vikoba. Imekuwa shughuli kweli. Watu wamtolee Mungu. Yaani bora nipeleke kwenye kikoba kuliko nimtolee Mungu. Unajua huko natakiwa jioni 5,000 na huko 5,000. Au huko natakiwa shilingi 10,000 na watu wengine wamekauka. Kama una uwezo wa kufanya zaidi fanya. Huna, tuliza nafsi yako ikae sawa. Ufanye kile unachokiweza. Na kama Mungu akikubariki katika ile eneo, kikoba kisifanye sehemu ya kuacha kumtolea Mungu. Leo watu wanahesabu vikoba, na hata wakati mwingine watu wamekula chakula kibaya nyumbani kwa sababu ya vikoba. Mama anakimiza hela, baba anaacha mchana, watoto wanakula makosokwaso. Si maharage kwenye friji, anachemsha na dagaa wa juzi hivi, anakoroga. Anacheka, hii inaenda kwenye mchezo. Asante Yesu. Lakini mimi nimedofika. Simaanishi kucheza vikoba ni vibaya, cheza. Lakini cha Mungu mpe. Kile ambacho ni cha Mungu sikiingize huko. Kwa hiyo wana wa Mungu, mtu yote anaongozwa na Roho Mtakatifu hatembei kwa kuongozwa kwa matendo ya mwili, humtolea Mungu sadaka. Jambo la tatu, ana sadaka ya shukrani anapofanyiwa na Mungu. Humshukuru Mungu kwa sababu yeye hajalogwa, ana nguvu ya Mungu ndani yake, anamshukuru Mungu. Huwa ana tabia kumshukuru Mungu anapofanyiwa jambo. Bwana Yesu asifiwe. Wengi nimesema huanza katika nini? Mwili. Wanaanza katika mwili. Kanuni ya kiroho ya yeyote aliyeokoka huanza katika roho. Haanzi katika mwili, anaanza katika roho. Na kwa roho ndiyo mahali ambapo hazina zetu zipo. Katika ulimwengu wa roho ndiko ambapo Mtakatifu anaenda kuchukua akaunti yake ya mafanikio. Roho. Bwana Yesu asifiwe. Na tunaona kwamba namna ambavyo wanaongozwa na mwili huwa wanakiri udhaifu kila wakati. Anaongozwa na mwili hukiri udhaifu. Unajua, ninapita, sina hela. Sawa, una fedha, lakini Mungu amekupa baraka ya kupata fedha. Mwili unakataa, roho inakwambia mwanangu utapokea. Mwili unakataa, lakini Roho Mtakatifu anasema nitaleta fedha kwa njia usiyoijua, nitaleta afya njema kwa njia usiyoijua, nitaleta amani kwa njia usiyoijua. Maana Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, ni nani aliye juu yako? Maana ulianza na yeye, unamaliza na yeye. Huanzi katika mwili, unaanza na yeye, unamaliza na yeye. Kwa tunashia juzi tukasema una uwezo wa kusafiri in spiritual, kiroho kaondoka. Kanisa halijafika kwenye nyakati kama hizo, kwamba uwezo wa Roho wako Mtakatifu, una uwezo wa kumwambia Roho Mtakatifu, ninaomba kusafiri katika ulimwengu wa roho, nikaone mahali ambapo ninateswa. Watu hawajafika kwenye hizo level.
sababu ya changamoto za maisha. Wewe ni roho. Kama ni roho, una uwezo wa kusafiri spiritual, kiroho. Roho yako ina uwezo wa kusafiri kwenda mpaka Uingereza. Unaituma roho yako, naifunika kwa damu thamani. Ewe roho na nafsi iliyo hai, nendeni mkaangalie ni nani anayeniloga na kunitesa. Kuna mtu anielewe hizo Yesu nishafanya. Nilikuwa na wadisia, kwa napeana ushuhuda hapa na watumishi, kwa na washuhudia. Safiri katika ulimwengu wa roho. Maana wewe una nguvu ya Mungu ndani yako. Hakuna atakaye kuloga wala atakaye kuchezea. Sikia nikwambie, ni viwango vya kiroho vikipanda, utaona siri yoyote ya maisha yako. Anayekutesa yuko wapi, ni nani, na saa ngapi, na sadaka gani aliyotoa ikakufunga. Maana katika roho wewe sio wa kawaida. Sio mwanadamu wa kawaida unatembea. Wewe ni roho. Unajua viwango vya kiroho vinapoongezeka, kama kwa Mtume Paulo paka anafika anakasirika, anambia ni nani aliyewaloga? Mbona hamuelewi? Ninawafundisha. Sikia, viwango vya kwako vya kiroho vinapoongezeka, mwili wako huwa unakufa ganzi. Yaani nataka kuambia, ninaposema mwili kufa ganzi, kwamba hauangalii mwili sana. Unaanza kutembea, unahama katika mwili, unaanza kuingia katika roho. Kwa hiyo mwili unakuwa nyuma, roho inakuwa mbele. Ila wengi mwili uko mbele, roho iko nyuma. Mwili unapigwa na mapepo, unapigwa na magonjwa, sababu uko mbele. Mwili unapigwa na miungu, sababu uko mbele. Miungu na mwili wako unapigwa na kila namna ya uchafu wa kuzimu, kwa sababu mwili umeutanguliza mwili. Nitakula nini? Nitavaa nini? Biblia inasema msijisumbukie. Mungu kama anawapa ndege chakula, atakupa na wewe. Hilo tatizo lilo nalo lisikukondesha mwanangu. Hujaumba uteseke. Hilo nalo litapita. Hakuna matatizo yanadumu milele. Hakuna vita isiyokuwa na mwisho. Hata hii tunaiangalia Iraki na Israeli pamoja na Marekani itaisha very soon. Na watu nimezoea wataongea maisha yataendelea. Mafuta yamepanda, si vyakula na nini vitapanda. Mwisho wa siku dunia itakaa pamoja. Mnajua hii ni hatari kubwa. Hata wao wanakula. Mataifa yanategemeana duniani. Kwa nini Irani ipigwe, wapigane kwa sisi tupate shida? Sasa tunategemea uchumi wa mafuta ili magari yetu yatembee, viwanda vitembee, tuendeshe magari, tupande kutoka from sehemu nyingine hadi kwenda sehemu nyingine, kwa sababu ya hiyo petroli na diesel na nishati ya umeme ya mafuta kwa ujumla. Kwa nataka nikuambia kwamba namna ambavyo viwango vyako vya kiroho vinaongezeka, ndivyo ambavyo unamsogelea Mungu zaidi na kuona maadui zako katika ulimwengu wa roho. Amen. Na kuiambia roho yako iondoke, iende ikachunguze mahali ambapo kuna shida, inaenda afu inakuletea taarifa. Ndilo ambalo kanisa la sasa tunatakiwa kufika kwenye hiyo level ya kusafiri katika roho. Leo ya kusafiri. Kuna tatizo linaandaliwa na wachawi, wamekaa vikao, unaenda. Roho wako Mtakatifu ana sensi, anajua ni mahali kuna shida. Unaanza kusikia taarifa, wachawi wanajiandaa leo, wanataka kuja kukuvamia usiku mwanangu. Sasa anza kuandaa mishale ya kiroho. Unaanza kuandaa majeshi ya kimbingu yanasimama kwenye nyumba yako. Wakati wao wanajua wewe huna taarifa, ili waje kukupiga, wanakutana na majeshi ya Bwana katika ulimwengu wa roho, wanapigwa. Maana wewe si wa kawaida. Wakati wako kwenye kikao, taarifa unazo. Hiyo ndio level ambayo kanisa la sasa, huduma hii tulio tunatakiwa kufika kwenye hizo level. Tuwe na jicho la kuona katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Mtume Paulo ni mtume pekee aliyokuwa amepakwa mafuta, aliyoitwa muuaji Sauli. Alikutana na Yesu njiani. Akaulizwa, Sauli, Sauli, mbona unaniudhi?
Mbona unaniudhi na waua watumishi wangu? Sauli alikuwa akisikia kuna mkutano kama mahali hapa tuna neno, anakuja kamata kuhani, anaua. Na sio kwa anaenda kuua, akiona mahubiri anaenda kuua. Lakini tunaona Paulo akakutana na Yesu, akapigwa upofu. Baadaye amefunguliwa. Sauli ndio huyu anaitwa Paulo, aliandika nyaraka kama hizi za wokovu kwa watu wote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo eneo jingine anasema shetani anaweza akakamata ufahamu wako kulingana na viwango vyako vya kuwaza. Unawaza maisha sana kuliko kuwaza Mungu sana kusaidia. Unawaza maisha sana kuliko kumwaza Mungu ndiye atakaye kusaidia sana. Fikra zimekamatwa. Unawaza nitakula nini kesho kuliko kumwangalia Mungu ndiye aliyeniumba, ataprovide chakula kwangu leo. Hakuna aliyejiumba afu Mungu asimpe chakula. Ila mawazo na njia za maisha tunafanya disconnection. Watu wengi wanajitoa kwa sababu ya shida, wanakuwa ikabodi, akaangalia giza mbele giza. Ndio maana anasema kwamba kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki, kama vile Ibrahimu alivyomwamini Mungu akahesabiwa haki. Mwamini Mungu, mwamini Mungu katika hata hayo magumu unayopita leo. Mwamini Mungu, atafanya njia pasipo na njia. Ibrahimu baba wa imani, namna ambavyo na mke wake Sara walikaa miaka mingi, tena mpaka wazee walikuwa na imani. Ibrahimu anachukua mtoto wake Isaka kwenda kumtoa sadaka, kwamba imani yake ilikuwa sio imani ya kawaida, na haijatokea mtu mwenye imani hiyo mpaka leo duniani kama Ibrahimu. Ndio maana leo tunajifunza habari zake. Anasema fahamuni basi ya kuwa wale walio na imani hao ndio wana wa Ibrahimu. Wale wenye imani ndio wana wa Ibrahimu, yaani baba wa imani, ambaye imani yake kwa kitamka. Wewe una uwezo ukiwa na Roho Mtakatifu vizuri, umeiva vizuri, Yesu ameiva ndani yako vizuri, kwa lolote unalolitamka lazima liondoke mbele yako. Ni baya, lazima liondoke, kwa sababu ndani yako ukitamka mabaya yanaondoka na mazuri yanakuja. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Wapendwa wana wa Mungu, eneo hili ambalo nasema fahamuni basi ya kuwa wale walio na imani hao ndio wana wa Mungu, lazima ufahamu wako uweke mbele za Bwana na kuamini yeye peke yake ndiye anaweza kukuponya na kusaidia. Yeye peke yake ndiye anaweza kukuongoza na kukulinda katika nyakati zote, na dunia ikashangaa mambo makubwa ambayo Yesu ameyafanya katika maisha yako. Ndio maana siku ya leo lazima tujue kwamba namna ambavyo Yesu yuko upande wetu na anaendelea kututetea wakati wote na majira yote. Ukisoma kitabu cha Yohana sura ya 20, Yohana 20:22, Yohana 20:22 nasema, naye akiisha kusema hayo akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu. Yesu anazungumza na wanafunzi wake alipowavuvia, yani alipowaingia ndani yao, akawaambia pokeeni Roho Mtakatifu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Roho Mtakatifu huwa anatusaidia, Roho Mtakatifu huwa anatuongoza, Roho Mtakatifu huwa anasema katika maisha yetu, anaongea na majira yetu, anaongea na nyakati zetu. Kwa hiyo tunaona Roho Mtakatifu mwenyewe Yesu Kristo anasema, naye akiisha kusema hayo akawavuvia akawaambia. Yohana 20:22, Yohana 20:22 bila shaka umeandika, naye akiisha kusema hayo akawavuvia akawaambia, pokeeni Roho Mtakatifu.
Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiingia ndani yako, hauko chini ya sheria. Ukiishi kwa maombi ya kawaida yasiyokuwa na Roho Mtakatifu na neno ndani yake, utakwama. Kanisa lisilokuwa na Roho Mtakatifu halifiki mahali, halisogei likafanikiwa, kwa sababu ndani yake hakuna Roho Mtakatifu. Kanisa lenye Roho Mtakatifu, watu wanapona, watu wanafunguliwa, hakuna masengenyo, kuna amani, kuna utulivu. Kanisa lisilo Roho Mtakatifu lina masengenyo na kujiona wao wana Mungu kuliko watu wengine. Roho Mungu ndani yao. Mungu yule yule anayefanya kazi na kanisa hilo hilo ndio huyo Mungu aliyotoa kanisa hilo hilo. Kama mtumishi yule hana Roho Mtakatifu, anabaki kulaumu kila wakati, maana amekuwa ikabodi, kwa sababu yeye analaumu tu. Na wakati mwingine akiona kanisa linaongezeka, anaanza maneno na kuwasema watu wengine, kwa sababu hana Roho Mtakatifu. Na ukiona mtu anakusanya watu na kuambia kwamba huyu ni wa kwangu, usiende kule, usiende hapa, usifanye hivi, ujue pale hakuna Mungu, kimbia. Mimi nakwambia kweli, ukiona mchungaji anaongeongea kwa habari ya kukwambia kwamba usiende kusali mahali fulani, achana naye. Yaani mwache kabisa. Huyo hana Mungu, utaenda kupiga story na kurudi nyumbani. Mimi nishamwambia Mungu, hata wakabaki watatu, tutasali, Mungu yuko katikati yetu. Kwa sababu sina mbingu ya kuwapeleka watu. Inawezekana ndio hao watano Mungu alionipa. Inawezekana hao ndio 7 Mungu alionipa. Sisi tuko zaidi ya hapo. Lakini nataka nikwambie kwamba namna ambavyo Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, unakuwa na maamuzi sahihi. Maamuzi yako yanakuwa sahihi na yanafanya kazi. Wagalatia 3:5. Wagalatia ile sura ya 3:5 anasema. Wagalatia 3:5 anasema, basi yeye awapaye Roho na kufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria au kwa kusikia kutokana na imani? Tulisoma pale. Kwa hiyo tunaona namna ambavyo wale mstari wa 5, yeye awapaye Roho Mtakatifu hufanya miujiza kati yenu, je, afanya hayo kwa matendo ya sheria? Roho Mtakatifu anafanya muujiza kupitia neno la Mungu wa mbingu na nchi. Lakini sheria haina muujiza wowote. Wewe inabaki imetungwa na inasimamiwa pale pale na inatekelezwa na watu wanaitii. Lakini Roho Mtakatifu akiingia nyumbani kwako, atakwambia nyanyuka, saa 9 usiku usilale, amka. Umara ghafla umekosa usingizi, huyo ni Roho Mtakatifu anakuamsha. Siku moja moyoni mwangu nilimwambia Bwana Yesu, nataka nitoe sadaka ya maiki hapa madhabahuni. Nikamwambia Bwana Yesu, nipe ile fedha. Nilipoikamata ile fedha, nikaangalia na changamoto na kila kitu, lakini nikasikia moyoni paka moyo naenda mpio. Yaani natamani pakuche niende nikatafute ile maiki. Saa 12 nimeshamka, watoto wanaenda shule na practice nongozele nao. Nikirudi nyumbani na kunywa chai, si niache kunywa chai, na sio sinakumbuka sikunywa chai. Ili mradi nipande gari. Nafika Kariakoo kwenye daladala, sikuenda na gari. Nimekaa pale na kwambia, nafikiria kwamba tunafika saa ngapi Kariakoo? Nitafika saa ngapi? Yaani mradi kwamba nimalize cha Mungu, yaani ile hamu. Roho Mtakatifu yupo. Toka niliponunua ile maiki namna hii, nikasikia yaani nilitembea kwa jeuri, yaani kwenye barabara pale Kariakoo namna hii. Yaani nasikia raha, nasikia raha, nasikia raha. Heri ya masaka. Sikia nikwambia, kuna wakati unamtolea Mungu sadaka, unasikia Roho Mtakatifu. Yaani ile sadaka umekamata, unasema patakucha lini? Yaani ni saa ngapi nitapeleka hii sadaka yangu ya fungu la 10, sadaka ya shukrani? Yaani saa ngapi nitaipeleka? Nifikishe ndiko kwa Bwana. Huko ndiko kumtolea Mungu kwa furaha, na Mungu anatenda. Amen. Na ndio huyo Roho Mtakatifu uko ndani ya mtu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, wana wa Mungu. Sikia nikwambie, mwana wa Mungu, sikia nikwambie. Mungu amekupa utajiri na heshima, ni vya kwako.
ila watu ukikubali na kutii utakula neema ya. Ukikubali na kutii utakula nini? Hakuna aliye fukara wala maskini. Ufukara umejitakia mwenyewe kwa sababu haujafika kwenye viwango vya kwenda kuchukua hazina ya mali ya kwako iliyofichwa gizani. Biblia inasema nitakuonyesha hazina ya mali iliyofichwa gizani. Yeremia ngapi? 33, si ndio? Niite nami nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua. Mali iliyofichwa gizani, mambo makubwa na ya siri usiyoyajua. Mali waliojificha gizani, waliokamata maisha yako. Yeremia iko wazi kabisa, niite. Watu wanajua ni kuomba tulika na masandali ya masaka. Sio vibaya naomba, nenda kwa lugha. Sawa, ni lugha nzuri ya mbinguni, lakini kuna wakati sio prayers. Call Jesus. Mwite. Watu wanajua muda wote ni kuomba, Baba unanijua. Ndio, Mungu anasema ndio nakujua mwanangu. Sijala. Sawa mwanangu, nimekupa mamlaka, hujaita chakula. Baba nina shida. Sawa mwanangu, una shida hujaniomba sawa sawa, una mashaka moyoni. Baba nataka unipe fedha nimalize hichi. Sawa mwanangu, hela shiza hapo, sogea, omba, ita kwa mamlaka zije. Maana baba ninalia, unaona machozi. Sawa mwanangu, ninayoona. Nifanye nini? Kwenye haijaandikwa kitabu cha Mathayo 18 mpaka 20, wawili watatu wanapopatana nami sinakupa. Kuna maombi mengine nenda kwa mamlaka. Kuna wakati mwingine usiende kwa shetani kama unambembeleza na kulilialilia matatizo. Hakuna kulialia mbele ya matatizo. Nenda kwa neno la mamlaka. Mwite Bwana Yesu ashuke, mwambie nina shida 1 2 3. Unajua sijala, unajua sina mavazi, unajua nahitaji nyumba, nahitaji gari, nahitaji kufaulu mitihani, nahitaji ndoa. Baba si unaniona jinsi nilivyo, nimekuja mbele zako. Yesu anakuambia sasa mwanangu, umeniita, sasa nakuonyesha mambo makubwa na magumu ya jua. Mwangalie huyu jirani yako, huyu ndio anakutesa. Huyu anza kupiga, peleka moto, peleka damu yangu, peleka damu ya Yesu. Damu ya Yesu inaenda inayeyusha uchawi na nini na walizotoa zile maagano aliyoweka, damu inayeyusha. Yesu anakuambia geuka na nyuma. Unashangaa kumbe kuna rafiki yako na inawezekana yeye ndiye anayekutesa. Peleka damu ya Yesu mwanangu, aye sawa. Kingine angalia kwenye ardhi ya nyumbani kwenu, huko ndiko walisema mtakuwa na mafanikio. Kila unapokapanyaga, ukianza biashara na kufa, ukishika ile inapotea. Mwanangu anza kukomboa damu kwa damu yangu. Peleka damu ya Yesu kwenye makaburi ya mababu na mabibi, kwenye miungu na madhabahu. Unaanza kupeleka, nitakuonyesha mambo makubwa na magumu usiyoyajua, na utaitwa taifa teule ambalo limebarikiwa, na utamiliki na kutawala kwa jina la Yesu. Kupokea baraka sio kuzubaa, ni kuchangamka kiroho na kuwa na jicho la rohoni na sikio la kiroho na kusikiza sauti ya Bwana anenena na kutenda kwenye maisha yako na kumwambia Mungu, siko tayari kusikiza sauti za watu wengine, ila ni wewe peke yako. Ninatulia uweponi mwako ili nisikie sauti yako. Ya mwanadamu nimechoka. Nimechoka sauti za mauti na magonjwa. Sauti iko moja ya upole ya Yesu Kristo inayosema mwanangu, lazima ubarikiwe na utoboe kimaisha, umiliki na kutawala kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Utajiri na heshima utoka kwa Bwana. Ajionavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Unaona nini wewe? Unaona nini? Unaona mauti? Unaona kushindwa? Fundi mitambo ametoka, kila kitu kimezima. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya wana wa Mungu. Unaona nini kwenye maisha yako? Naomba unakaa. Tunakata mahubiri, watu wanatufuatilia wengi sana. Bwana Yesu asifiwe. Unaona nini kwenye maisha yako? Kitu gani ambacho unakiona? Unaona kushindwa? Utashinda kweli. Ukiona ushindi, utashinda kweli. Ukiona baraka, utakuwa na baraka kweli. Ifike umwambie shetani na majeshi yake na ufalme wake
mamlaka yake, lazima uakuachie. Usiishi katika mwili kwa mazoea. Mtume Paulo akawa mkali kweli kweli, akawa mkali mno, maana aliona watu hawaelewi. Anawaambia jamani, Yesu anaponya, hawaelewi. Anawaambia habari ya uzima, hawaelewi. Anawaambia hichi na kile, hawaelewi. Sikia nikwambie, kuna wakati lazima uwe tingatinga la kiroho. Hata visiki lazima viondoke. Una uwezo wa kutiisha wanaokutesa wakanyamaza kimya, na kuwakanyaga kichwa. Sema mtamkanyaga nyoka kichwa, na vyote vikanyamaza kimya. Na ukatembea kwa ujasiri mbele za Bwana, na ukasimama kwenye kusudi kwa ujasiri mbele za Bwana, na ile hali ya ushindi ikaonekana kwako leo. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ora bosaka, simama kwa miguu yako. Kuna kitu Mungu afanye sahihi. Fanya connection. Fanya connection na Roho Mtakatifu. Fanya connection na Roho Mtakatifu. Anaenda kutenda sahihi. Anatenda kwenye maisha yako. Mimi nataka nikwambie kwamba inafika wakati, vua gamba la mwili nalo kutesa, vaa mwili wa Kristo. Vua mwili wa mateso na fikra ambazo zinakufanya una delay kila wakati. Mwili wako uambie nyamaza kimya. Iambie nafsi nyamaza kimya. Nataka kuongea na Mungu wangu. Iambie roho, nenda kalete baraka zangu leo, hela zangu, maisha yangu, chochote kilichoibiwa afya yangu leo vikareje. Inawezekana. Oh ya masaka. Nenda kachukue baraka zako. Kachukue baraka zako. Kachukue baraka zako. Kachukue baraka zako. Ni nani aliologa Galatia Yesu? Yeye nani mtumishi wa Mungu Paul anawauliza, jamani nani aliologa? Mbona Yesu alishamaliza? Mbona Yesu alishamaliza? Mbona kila kitu tunacho iko damu ya Yesu? Nyosha mkono wako katinaimba huo wimbo. Tuongeze huo wimbo, tuimbe pamoja. Tumwambie Bwana Yesu, tunakuhitaji. Tunakuhitaji Baba. Oh, imba katika roho. Usimwache mtu yoyote. Anza kujiwaza wewe na Mungu wako. Ndio Bwana. Kila siku ni mwaminifu katika maisha yetu, kwa watoto wetu, kwenye kazi zetu, katika kila hatua. Yeye ni mwaminifu. Leo ona kwamba kila kitu kinarudi kwako. Mimi sijui unapita kwenye mangapi. Ninachojua Mungu anaenda kushughulika na wewe. Anaenda kupita mahali ambapo alishindwa. Baba wa mbingu na nchi, angalia moyo wake. Anapita kwenye magumu. Analia usiku na mchana. Amekuwa na changamoto kwenye maisha yake Bwana. Inafika mpaka tunasema ni nani aliyemloga? Ninaomba neema yako Bwana ikapite. Ninaomba neema yako Bwana ikapite. Ninaomba uwezo wako kapite Bwana. Nafsi, lango la nafsi lilokamatwa, fikra zote mahali zimekamatwa, mipango yake mahali imekamatwa. Yesu Kristo, wewe ni mwaminifu kwake sana. Mwaminifu wa kumaanisha mbele za Bwana. Kila siku Bwana. Kila siku. Mwambie Bwana. Kila kitu kwetu Bwana. Haleluya. Ongeza sauti mbele za Bwana, mwambie Yesu. Kila siku. Kila siku. Haleluya. Kila saa. Haleluya. Ongeza sauti yako mbele za Bwana, mwambie kila siku Bwana. Kila siku. Kila saa.
Bwana. Asubuhi, mchana na jioni, kila majira na kila wakati. Ndio mfalme wa amani. Endelea kumwambia Bwana, wewe ni mwaminifu kwangu, hujaniacha. Unanilinda kila leo Bwana. Kabisa. Unanitunza kila wakati Bwana. Mwaminifu Bwana. Kila siku. Kila saa. Endelea kumwambia Bwana, usinyamaze kimya, mwambie Bwana, wewe ni mwaminifu kwangu. Ndio Bwana, wewe ni mwaminifu sana maishani mwangu. Ndio Bwana, ni mwaminifu Bwana. Mwambie Vikarabo Sakaria Masaka. Vikarabo Sakarabo. Wewe ni mwaminifu Baba. Ni mwaminifu na Bwana. Vikarabo Saka. Ni mwaminifu kwenye ufahamu wake. Ni mwaminifu kwenye ufahamu wako, kwenye nafsi yako, kwa watoto wako, kwa biashara yako. Oria mashanda ya mazaka. Ninaona watu waliokata tamaa. Iko damu ya Yesu sahihi. Hiyo roho ya kukata tamaa, toka machi, toka machi, toka machi. Leo kata tamaa, ikuachie ndani yako, ikuachie ndani yako. Hiyo roho ya kukata tamaa iliyoko ndani yako, iliyoko ndani yako, ninaiamuru iondoke, naiamuru iondoke, naiamuru iondoke. Ninaona unaona giza, hilo giza liondoke, hilo giza liondoke, hilo giza liondoke, hilo giza liondoke, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Giza liondoke, giza liondoke, giza liondoke, giza liondoke. Maana huoni msaada, huoni msaada mahali popote. Hilo giza la yaono, toka giza, toka giza, toka giza. Oria masaka, hilo giza, hilo giza, hilo giza, hilo giza, hilo giza, hilo giza la mauti. Oh, watu wamekukataa, hata ndugu anakukimbia. Hilo giza liondoke kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Kila mashambulizi yanayopita katikati yako, yanayopita kati yako, hapo naanza kuona mauti. Hutakufa kwa sababu miungu inataka ufe, hutakufa kwa sababu wanadamu wanataka ufe. Wewe utamiliki na kutawala, na utapata kazi nzuri, na utakuwa na afya njema, na utaolewa. Ni binti, ni kijana, ni dada, ni mama kwenye nyumba yako, heshima yako inarudi kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiyo damu ya Kalvari, hiyo damu ya Kalvari, hiyo damu ya Kalvari ikanene mema Bwana, ikanene mema Bwana. Hiyo damu ya ushindi, hiyo damu ya ushindi, hiyo damu ya ushindi, hiyo damu ya ushindi ikanene mema kwenye maisha yako. Hiyo damu ya ushindi inene mema kwenye maisha yako. Hiyo damu ya ushindi ipite mbele yako. Hiyo damu ya ushindi ikanene mema. Hiyo damu ya ushindi inaona kafara, kafara ilitolewa. Ndio maana unateseka kwa sababu Mungu amekukamata huko uliko
Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo, Yesu Kristo. Kutana na moyo wake, kutana na maisha yake. Yesu anasema vita yako inafika mwisho, vita yako inafika mwisho, vita yako inafika mwisho, vita yako inafika mwisho. Machozi hayo Yesu amesema yatosha, 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 yatosha mapito ulio nayo, yatosha mizigo ulio nayo, yatosha. Nyosha mkono wako kinabii, nyosha mkono wako juu kinabii, nyosha mkono wako kwa neno la kinabii. Kuna kitu Mungu anataka kufanya kwako. Kuna jambo ambalo Yesu anataka kulifanya kwako sasa. Nyosha mkono wako kwa neno la kinabii. Iko damu ya Yesu Kristo. Sikia nikwambie mwana wa Mungu, yale unayopitia, hizo changamoto alizo nazo leo kwenye maisha yako, Yesu anasema anaenda kuzidiliti. Zinafutika sasa, zinafutika sasa. Hizo changamoto zinafutika, zinafutika, zinafutika. Amini, naomba nielewe, yale mapito yanafutika. Mungu anakuletea fedha, anakuletea kazi nzuri, ni binti anakuletea chumba, mume mwema, ni kijana masomo, ni mama, ndoa yako inaenda kuimarika. Kuna mgogoro wa kiuchumi kwenye maisha yako, bali unadaiwa, unadai, una madeni, watu wanakuonea bila sababu. Ninaachilia neema ya Bwana, ninaachilia neema ya Bwana, ninaachilia neema ya kupokea tena. Pokea tena, pokea tena, pokea tena, pokea tena, pokea kuinuliwa tena, pokea kuinuliwa tena, pokea tena, pokea tena, pokea kuinuliwa tena, pokea kuinuliwa kwenye uchumi wako. Watu wamekukataa na wengine huduma yako badala kuongezeka ndio inashuka. Ulikuwa mwombaji, huduma yako inaanza kufa. Ninakuinua tena. Haijalishi huduma yako ni kubwa kiasi gani, haijalishi na watu wengi kwenye huduma yako. Ninauona mkono wa Bwana katika ulimwengu wa roho. Yesu anakuinua tena, Yesu anakuinua tena, Yesu anakuinua tena. Ninaachilia damu ya Yesu, ninaachilia damu ya Yesu. Yesu anakuinua tena. Pokea hizo baraka, pokea maisha yako, pokea kuinuliwa. Anza kutamka unachotaka kinabii. Anza kutamka neno la kinabii unachotaka Mungu akutendee. Mwambie, mwambie tu kwa upendo, mwambie nataka 1, 2, 3. Anza kumweleza. Imeandikwa eleza shida zako, wewe kupewa haki yako. Rikarabashagalia mashaku, rikarabasekelia mashaku. Baba, ninakuomba sikia maombi ya watoto wako, ya watoto wako. Mwingine anahitaji fedha kwa ajili ya madeni, mwingine anahitaji nyumba ya pesa, mwingine anahitaji watoto wake wavuke kwenye masomo na mitihani. Anza kumwambia Mungu unachotaka, anza kumwambia Yesu hicho unachotaka, anza kumwambia hicho unachotaka, anza kumweleza. Mwambie nataka 1, 2, 3. Na tumwombe huyu ni baba yetu. Kuna wakati mtoto wako anakuambia nataka peni, nataka pesa, kwa sababu ana imani na baba na mama, na huyu ni baba yetu. Mwambie nataka baba unipe fedha, ninaibika, mwambie ninaibika, mwambie ninaibika kwa magonjwa ninakufa, mwambie nataka uzima, nataka takasika. Yule Bwana akasema nataka takasika, mara
maisha yako, takashika damu thamani. Kila giza liko ndani yako, liachie maisha yako, liachie maisha yako. Hilo giza likuachie, hilo giza likuachie, hilo giza likuachie. Mungu akasema kitabu cha Mwanzo ile sura ya 1:3, akasema iwe nuru, ikawe nuru kwako, ikawe nuru kwako, ikawe nuru kwako, ikawe nuru katika kila eneo. Nuru ikaangaze ndani yako, nuru ikaangaze. Giza ondoka, machie. Ewe giza machie, ewe giza na kuamuru, machie kuanzia sasa. Ewe giza machie, machie kwa damu Yesu. Ewe giza machie kwa damu Yesu. Achia maisha yake, achia maisha yake. Ewe ya giza achia maisha yake. Ewe ya giza achia maisha yake kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Giza likuachie, giza likuachie, giza likuachie, giza likuachie, giza likuachie. Giza lolote liachie maisha yako, giza lolote liachie maisha yako, giza lolote liachie maisha yako. Giza nalokutesa na liamuru liachie, liachie maisha yako, liachie maisha yako, liachie baraka zako. Hilo giza, hilo giza, hilo giza achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake, achia maisha yake. Giza liachie maisha yako kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Inaachilia neema ya Bwana, inaachilia neema ya Bwana, inaachilia neema ya Bwana, inaachilia neema ya Bwana. Bwana wa mbingu na nchi, ninaamini umesikia, ninaamini umetenda Bwana, ninaamini umefungua Bwana, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu. Inatamka ushindi, inatamka baraka, inatamka kuinuliwa tena. Ninaona Mungu amekuinua. Mungu anaenda kukulipia gharama zote, gharama zote anaenda kulipa, gharama za ndoa, gharama za fedha, gharama za watoto, gharama ya kuinuliwa na uponyaji. Analipa Yesu, analipa hizo gharama, analipa hiyo gharama, analipa hiyo gharama katika jina la Yesu Kristo. Asante Baba kwa pendo, asante Baba kwa uwezo, asante kwa uwezo wako Bwana, asante kwa mamlaka yako Bwana. Jina lako liinuliwe, jina lako libarikiwe. Wewe ni mwaminifu sana, wewe ni mwaminifu sana. Pokea sifa na tukufu, maana unatenda katikati, maana unatenda katikati, maana unatenda katikati, maana unatenda katikati. Asante kwa sababu ni mwema, asante kwa sababu ni mwema Bwana, asante maana unatujibu, asante maana unatujibu Bwana, asante maana unatenda Bwana. Asante kwa neema na rehema, asante kwa ajili ya mkono wako, asante kwa ajili ya baraka zako, asante kwa ajili ya maombi haya. Pokea sifa na tukufu Baba. Tumepokea baraka Baba, tumepokea ushindi Baba, naamini umeshatenda. Asante Bwana Bwana, tunafunika yote kwa damu ya Bwana. Pokea sifa na tukufu, maana unatenda Bwana, maana unatenda Bwana, maana unatenda Bwana. Una masikio, una macho, umetuona na umeshatusikia. Asante Yesu Kristo na Bwana. Asante kwa ajili ya kusanyiko la leo. Asante kwa ajili ya mtazamaji anatufuatilia. Asante kwa ajili walioko ndani ya ibada hii madhabahu hapa. Asante kwa ajili ya washirika wote waliofika ndani ya madhabahu hii. Asante Mungu, endelea kuwatetea na wote wanaotusikiliza huko nje na kwenye mtandao, ndani ya nchi na nje ya nchi. Mungu kawainue na kuwabariki kila mmoja kwa familia yake. Baba, tunaomba neema, tunaomba Baba Mungu wa mbingu na nchi, tusaidie, tuongoze kwa amani, tupiganie kwa mkono wako. Peke yetu hatutaweza Bwana. Lile wingu la Roho Mtakatifu likatulinde siku kucha, likatulinde wakati wote kwa jina la Yesu Kristo. Lile wingu la moto, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu, moto wa Roho Mtakatifu. Baba, tutetee Baba, tuongoze na kutulinda katika jina la Yesu. Baba, tunalinua jina lako, pokea sifa na tukufu. Tunafunga kisasi na malipizi. Asante Baba kwa upendo wako. Amen. Shalom, shalom yenu. Mungu akubariki sana. Amen.